nataka watu tuondoe dhana ya ubize katika akili zetu. Sawa eh? Tutambue kwamba Mungu ndiye anayebariki. Amen. Umenielewa? Yaani tuondoe dhana ya ubize sana kutafuta pesa. Sawa eh? Sio kwamba usitafute pesa, ila pesa isikufanye wewe kuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pesa isikufanye wewe kuwa mtumwa. Kazi isikufanye kuwa wewe kuwa mtumwa mpaka unamsahau nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niondoe dhana ya ubize, nikutazamishe uweze kuelewa kwamba Mungu ndiye anayebariki. Ukisoma kitabu cha Mathayo, si ndio? Sura ya 6 mstari wa 30 na ngapi? Na 3. Hebu nisomee mtumishi wa Bwana. Mathayo sura 6 mstari wa 33 nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho. Basi msisumbukie ya kesho. Kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuondoe dhana ya kuhangaika sana kwa kutumia akili yako pasipo kumtegemea Mungu. Sawa? Kwamba tunahitaji Mungu ndiye atufanikishie. Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukijifanya kuwa bize sana kumsahau Mungu, sawa? Ni kama vile ni kama wana wa Israeli walivyokuwa wanatembea mpaka kufika katika nchi ya ahadi. Kiukweli unapokuwa bize sana ukamwacha Mungu pembeni, kufika nchi ya ahadi ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Ni ngumu kufika katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa tunahitaji kumtegemea Mungu. Tunahitaji tumpe Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. Sawa eh? Na yako mambo matatu ambayo ni yaweke sawa. Ukiona ndani mwako umekosa ibada. Sawa? Umekosa kutafakari neno la Mungu. Sawa eh? Umekosa maombi. Sawa eh? Na ukakosa matoleo. Umenielewa? Itakupelekea wewe kuwa mtumwa wa mungu mwingine ambaye Mungu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu atakuweka chini ya mamlaka yake, utakuwa mtumwa tu. Utakuwa bize pasipo hata na ubize wowote. Yaani hakuna sababu ya wewe kuwa bize, lakini kwenye akili yako uko bize, uko mtumwa. Cha kwanza tunatamani Mungu atukomboe kutoka kwenye utumwa wa akili yetu. Umenielewa? Wana wa Israeli Mungu ameshawatoa katika utumwa wao, si ndio? Lakini bado akili zao hazijatoka katika utumwa. Wako njiani, wametoka kwenye utumwa, sasa wangeenda wanakotakiwa kwenda nchi ya ahadi, lakini wako njiani wanakumbuka matikiti, wanakumbuka nyama. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, umetuleta huku Musa kuja kututesa. Umekuja kutuua na njaa. Kwa hiyo hebu Mungu atutoe katika utumwa wa akili zetu, sawa eh? Si ndio? Ili tuweze kumjua huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa tunahitaji kuhakikisha tumemjua Mungu na tumetoka katika utumwa.